Je, unajua kwa nini baadhi ya biashara zinashindwa ndani ya miezi michache, huku zingine zikidumu na kufanikisha mamilioni ya wateja? Sasa kaa na mimi hapa, nikueleze zaidi kwa nini hayo hutokea. Na kama una mpango wa kuanzisha biashara, hapa ni kutakuwa na mpango mzuri wa kujifunza zaidi. Ila kabla ya yote, usisahau kubonyeza alama ya subscribe button hapo chini, ili nifahamu kama tupo pamoja katika safari hii ya kujenga. Na bila kusahau, tutaangalia mambo matano muhimu ya kuzingatia kabla ya kuanzisha biashara, yamehakikiwa na historia ya wafanyabiashara mashuhuri duniani. Sasa tuanze. 1. Kutatua tatizo halisi la soko. Unajua, biashara nyingi hufa sio kwa sababu hawana wateja, bali kwa sababu wazo lao halitatui tatizo lolote halisi katika jamii. Leo tutaona jinsi Brian Chesky, mwanzilishi wa Airbnb, alivyokuwa akitatua tatizo la kweli na kuunda biashara inayofanikisha mamilioni ya pesa kwa watu. Brian Chesky alikabiliwa na tatizo la kawaida. Malazi ya bei nafuu yalikosekana na hoteli nyingi zilikuwa ghali au zimejaa. Hii ilikuwa changamoto kwa wasafiri, lakini pia fursa kubwa kwa mtu aliyehitaji suluhisho. Alipoona hitaji hili moja kwa moja, alifanya jambo la busara. Alianza kukodesha nafasi ya kulala nyumbani kwake kwa wageni. Hii si wazo la kubahatisha, ilikuwa suluhisho halisi kwa tatizo aliloliona. Hii ndiyo mwanzo wa Airbnb, jukwaa ambalo sasa linasaidia mamilioni ya watu kupata malazi ya bei nafuu popote duniani. Kila jambo lilianza na tatizo halisi la soko, si wazo tu. Funzo kubwa hapa ni hili: biashara bora huanza kwa kutatua tatizo halisi, si kuanza kwa sababu tu wazo linaonekana zuri. Ukiangalia tatizo halisi la wateja, unapata suluhisho ambalo linaweza kukua na kudumu kwa muda mrefu. Kama Brian Chesky alivyoonyesha, tatizo linapokuwa dhahiri, suluhisho lako linakuwa na thamani kubwa. Kama unataka kujua mambo mengine manne muhimu kabla ya kuanzisha biashara, hakikisha umesubscribe na bonyeza notification. Katika video inayofuata, nitakuonyesha kwa nini utafiti wa soko ni muhimu kabla ya kupanua biashara yako. Usikose. 2. Utafiti wa soko. Unajua, biashara nyingi zinashindwa si kwa sababu bidhaa hazina ubora, bali kwa sababu hazijui wateja wao kweli? Yaani, namaanisha mtu anaanzisha biashara lakini hajui wateja wake ni nani au walengwa wake wa huduma anayoitoa. Na leo sasa tutaona jinsi Howard Schultz, mwanzilishi wa Starbucks, alivyotumia utafiti wa soko kuunda biashara yenye mafanikio makubwa. Sasa, kwa nini utafiti wa soko ni muhimu kabla ya kupanua biashara? Hapa tutaenda kuangalia mfano wa Howard Schultz ambaye ni mwanzilishi wa Starbucks. Howard Schultz alipoona fursa ya kupanua Starbucks, hakuruka moja kwa moja kuanzisha maduka mapya. Badala yake, alisoma utamaduni wa kahawa Italia, jinsi watu wanavyokaa kwenye cafes, jinsi wanavyopata experience ya kunywa kahawa na kile wateja wanachotaka zaidi. Matokeo, Starbucks hawakuuza kahawa tu, waliuza experience, mahali pa kukaa, kuzungumza na kufurahia kahawa. Hii ndiyo sababu Starbucks inakumbukwa na wateja, si kwa sababu kahawa yao ni ya bei nafuu tu. Funzo kubwa hapa: utafiti wa soko unaamua namna ya kuuza, sio bidhaa pekee. Ukiwa na uelewa wa wateja, unaweza kuunda bidhaa au huduma inayowafaa kweli, na hiyo inakuwezesha kudumu sokoni. Sehemu inayofuata nitakuonyesha jambo la 3 muhimu kabla ya kuanzisha biashara: usimamizi bora wa fedha au nidhamu ya fedha. 3. Usimamizi bora wa fedha. Unajua, sababu kubwa biashara nyingi hufa si kwa sababu hawana wateja, bali kwa ni sababu ya kusimamia vibaya fedha. Leo tutaona mfano wa mtu ambaye amefanya usimamizi wa fedha kuwa siri ya mafanikio yake. Usimamizi bora wa fedha. Hapa tutamzungumzia Warren Buffett, mmoja wa wawekezaji maarufu zaidi duniani. Amefanikisha mafanikio yake makubwa kwa sababu ya nidhamu ya fedha. Alizingatia matumizi madogo, haikutumia pesa bila mpango.
Alipendelea uwekezaji wa muda mrefu, hakufuata trend za haraka. Aliepuka madeni yasiyo ya lazima. Hii ilimwezesha kuepuka hatari zisizo za lazima. Matokeo, Buffett ameunda moja ya kampuni zenye thamani kubwa duniani, Berkshire Hathaway, na kuwa miongoni mwa watu matajiri zaidi duniani. Funzo kubwa: biashara nyingi hufa si kwa kukosa wateja, bali kwa kusimamia vibaya fedha. Ukiwa na nidhamu ya fedha, unaweza kudumu sokoni na kukua kwa muda mrefu hata wakati changamoto zikija. Kwenye sehemu inayofuata, nitakuonyesha jambo la 4 muhimu kabla ya kuanzisha biashara: kuwa na thamani ya kipekee, differentiation. 4. Kuwa na thamani ya kipekee, differentiation. Biashara nyingi zinashindana kwa bei rahisi tu, na hapo ndipo wengi wanaposhindwa. Lakini kuna njia nyingine, kuwa tofauti kabisa. Hebu tuangalie mfano halisi wa mtu aliyefanya tofauti kuwa siri ya mafanikio. Steve Jobs, mwanzilishi wa Apple, hakushindana kwa bei rahisi. Badala yake, alizingatia ubunifu. Kila bidhaa mpya ilikuwa na vipengele vipya visivyoonekana kwa wengine. Design, bidhaa zilikuwa na muundo wa kipekee na kuvutia. Uzoefu wa mtumiaji, alihakikisha kila mtu anapata furaha na urahisi kutumia bidhaa za Apple. Matokeo, Apple ikawa moja ya kampuni zenye thamani kubwa duniani, na wateja waliendelea kumfuata Steve Jobs kwa sababu ya tofauti hii. Funzo kubwa: ukiwa sawa na wengine, unashindana kwa bei. Ukiwa tofauti, unatawala soko. Tofauti ya kweli inakupa nafasi ya kudumu na kupata wateja wa kweli ambao wanathamini kile unachotoa. Kwenye video inayofuata, tutafunua jambo la 5 na la mwisho la muhimu kabla ya kuanzisha biashara: uvumilivu na kutokata tamaa. 5. Uvumilivu na kutokata tamaa. Unajua, changamoto na kushindwa ni sehemu ya kila safari ya biashara. Lakini mtu anayejua kuvumilia na kutokata tamaa anaweza kubadilisha kila kikwazo kuwa fursa. Hebu tuangalie mfano halisi. Oprah Winfrey, mmoja wa wanawake wenye mafanikio makubwa duniani, alikabiliana na changamoto kubwa mapema katika maisha yake. Alifukuzwa kazi ya televisheni akidaiwa hafai TV. Lakini Oprah hakukata tamaa. Aliendelea, akaanzisha kampuni yake mwenyewe, Harpo Productions, na kuunda vipindi vya televisheni vilivyokuwa maarufu sana. Matokeo, aliweza kuunda biashara yenye nguvu, akawa mfano wa kimsingi wa mafanikio ya wanawake duniani, na alithibitisha kuwa kushindwa sio mwisho, bali ni sehemu ya safari. Na hapo tumefika mwisho wa series yetu ya mambo 5 ya kuzingatia kabla ya kuanzisha biashara. Kama umepata maarifa yenye msaada, tafadhali bonyeza like,